Nafikiri kwamba kuna vitu ambavyo unaburudika navyo. Umeona jinsi watu walipokuwa wanakula na vile vile umeona jinsi gani chakula kilivyowekwa pale. Sasa mfano kama wewe unaweza kunywa hiki anachokunywa wewe, muangalia. Mfano kama hicho unaweza kunywa. Angalia. Ndio maana wana afya. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kwamba asilimia kubwa kwamba sisi afya zetu zinakuwa mgogoro kwa sababu tunapenda sana kula chips, mayai. Black Master unakula sana mayai, Shebidi. Pino unapenda sana kula chips, wewe mshikaji wangu, ndio maana unakuwa kidogo unahema nini ndugu yangu. Acha kula hivyo. Cheki pale, umeona maziwa, umeona namna gani? Hii ni tamu zaidi. Na hapa naitwa Somebody, bila kusahau watangazaji wenzangu kule, kuna Dadiance pamoja na Peti Radio. Kameramani wangu wanamwita Kanyama Boy, ambaye yeye ndio anasukumiza gurudumu. Sasa tuende. Niliwauliza hivi, unaamini madawa ya kizungu au ya kiasili? Alichosema yeye kwamba anaamini sana madawa ya kiasili. Kwa sababu gani ameamini hivyo? Msikilize yeye anakwambiaje. Kati ya hospitali na madawa ya kiasili, yeye mnaamini yeye? Naamini sana madawa ya kiasili, kwa sababu madawa ya kiasili unapokunywa wakati mwingine unatafsirika. Inatafsirika kabisa kama ugonjwa ulikuwa tumboni na maana unatoka. Lakini nikishameza pana dakika tumboni kwangu, kwa sababu elimu sina, najua kama vile naenda kuongeza ugonjwa mwingine au kunenepesha ugonjwa niendelee kuugua hasa siku zijazo. Kwa hiyo siamini kabisa madawa ya hospitali mpaka sasa hivi. Jamani. Anasemaje? Aamini sana madawa ya hospitali. Kwa sababu gani? Mfano ukila zile Fasda, ukizimeza na maana zinakaa huko tumboni. Lakini ukila ile miti shamba ile na maana unatapika. Na ukitapika ugonjwa unatoka. Vipi? Kengele hili hapo. Kama kweli Sasa mheshimiwa, samani, kwa kawaida kila mtatulu umesema anaweza akaoa wake kutokana na vile yeye anapoweza, si ndio Na ukuweza kwake inamaanisha kwamba labda anaweza kuwahudumia, si ndio Hasa kwa chakula. Na kuhusu swala la kusoma, mnasoma nyinyi? Kwa sasa